Kwa Mungu siku zote huwa hamna bahati mbaya, kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye huwa anayapanga mambo yote kabla hajatokea. Na mara nyingi vile ambavyo huwa tunadhani ni bahati mbaya au vimetokea kama bahati, mbele za Mungu sio bahati, kwa sababu yeye huwa anapenda kutangaza mwisho mwanzoni. Na yale ambayo huwa tunadhani kwetu ni mageni, mbele za Mungu huwa sio mageni, kwa sababu kama hata hatima zetu sio ngeni kwake, vipi kuhusu yale matukio ambayo yameambatana? Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza kuna kisa cha Sauli na baba yake Kishi na mfanyakazi wa nyumbani, yaya wao wa nyumbani. Siku moja ilitokea tukio la kupotea kwa punda, alafu wale punda walipopotea, baba yake na Sauli akasema, basi Sauli na mfanyakazi wa hapa, basi hamna budi, inabidi mfanye kazi ya kwenda kuwatafuta hawa punda waliopotea. Kupotea kwa punda lilionekana kama jambo la bahati mbaya, kwa sababu siku zote punda wanajua kibanda cha nyumbani na wanapajua nyumbani, na yamkini walikuwa wanajichunga, wanaenda wanachunga, wanazurura huko na baadaye wanarudi, ila mara hii ni kwamba punda wamepotea. Kwa hiyo familia nzima wakawa kwenye taharuki, wakijua kwamba punda wamepotea na tayari tumeshapoteza punda. Lakini mbele za Mungu kupotea kwa punda alikuwa bahati mbaya. Mbele za Mungu lile lilikuwa ni tukio ambalo liko planned. Ilikuwa ni tukio ambalo limepangwa na Mungu. Walipokuwa katika kutafuta, wametafuta siku 3 hawajapata, wakaona kwamba kuliko turudi nyumbani ni bora tutafute mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kututabiria, muonaji ambaye anaweza kuona mambo yetu na akatuambia kwamba punda wamepatikana au wako eneo gani tuwafuate. Walipokuwa wameenda kuonana na Samueli, walipofika machoni pa Samueli, Samueli akawaambia, msijisumbue kwa habari ya punda ambao wamepotea siku 3. Punda wameshapatikana. Na kwa sababu punda wameshapatikana, baba yenu haulizii tena kuhusu punda, anaulizia kuhusu watu, ninyi watafuta punda. Wakashangaa kwamba punda wamepatikana na hatuna taarifa. Lakini walipokuwa katika kushangaa, Nabii Samueli akamwambia Sauli ya kwamba Mungu aliniambia jana ya kwamba muda kama huu ataniletea mtu ambaye ni wewe, nikutie mafuta uwe mfalme. Sauli akashangaa, Mungu alikwambia ataniletea? Sasa shida sio Mungu kusema atakuletea. Shida ni kwamba hajakwambia ataniletea kwa namna gani. Na namna aliyoitumia Mungu kumletea Sauli kwa Nabii Samueli ni punda kupotea. Kumbe kuna vitu vingine huwa vinapotea kwenye maisha, tunadhani ni bahati mbaya, lakini mbele za Mungu, Mungu anaweza kutumia vitu kupotea kumpata mtu au kumweka kwenye nafasi fulani. Na baadaye akamwambia Mungu amekuchagua kuwa mfalme, na namna aliyokuchagua kuwa mfalme, hakuna njia nyingine aliyoipendekeza kuichagua kunikutanisha na wewe, nikutie mafuta na ni kuanoint maalum wewe kama mfalme, zaidi ya punda kupotea. Nachotaka ujifunze kwenye kisa hiki ni kwamba kupotea kwa punda wa Kishi babake na Sauli linaweza kuonekana ni jambo la bahati mbaya au ni jambo geni machoni mwa Kishi na machoni pa Sauli, lakini mbele za Mungu sio jambo la ajabu, ni jambo ambalo Mungu amelikusudia na amelipanga. Lakini pia kitu kingine cha kujifunza ni kwamba kupotea kwa punda wa Kishi hakumfanyi na Sauli mwanae apotee, kwa sababu kupotea punda linaweza kuwa ni tukio ambalo Mungu yuko nyuma yake na amelikusudia kuhakikisha Sauli anapatikana na wala sio kumpoteza punda.